punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda, hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Bora manzari hapo. Napenda sababu service zao nzuri sana kwa. Haona kazi nzuri kwa kweli. Wanapenda kupeleka kila naendelea bwana. Mama Naila, unaona aje sehemu nzuri. Safi sana. Nasikia ba hii sehemu nimeandaa kwa gharama kubwa sana. Naona yani. Lakini hii nafasi nimeandaa special kwa ajili ya mwanangu Naila. Ndio atakuwa mmiliki wa hii hoteli. Na wewe na Naila wako binti Hamdan. Yaani wewe na binti wako? Hapana kwa kweli. Yaani wewe na mwanao sijui niseme nini. Ndio sasa unajua ndamtafutia na sina mwingine. Ni binti yetu pekee. Nashindwa kumfanyia mtu namna hii. Ndio surprise yake hii umemfanyia yani. Vitu vyote, lakini hii ndio nimeanza kuandika jina lake. Najua vingine hatarisi, lakini hii ni ya kwake binafsi. Atafurahi mwenyewe akisikia. Ndio. Karibu. Naam. Kweli maisha ya mwanetu Naila unaionaje? Naila mume wake wanaishi vizuri, mimi naona alhamdulillah. Maisha mazuri. Kivipi unamaanisha? Kila mwambie kimoja. Sasa Abdullah anafanya kazi nzuri sana. Kafanya mambo mazuri na kampuni imefaidika sana. Haya matunda yote ya kufungua hii ni kutokana na kazi alifanya. Kampuni pale tumeongeza cheo. Tumempa zawadi kubwa sana. Amefanya mambo, yani tumepata faida ambayo hatujawahi kupata. Kwa hiyo mimi naomba mazuri. Na mashallah angalia hivi sasa umepata mtoto, tunaviita mjukuu. Ndio kama mambo yanakwenda vizuri kabisa. Sioni kama kuna tatizo. Hivi wewe kuna tatizo unaliona? Mimi kwa kweli nimewahi kuongea na Naila, ananiambia hana furaha katika ndoa yake. Hana furaha? Ndio. Kwa mambo yote tunamfanyia hana furaha. Lengo langu ni kwamba namzungumzia Naila sababu ameniambia hana furaha kwenye ndoa yake na kusudio kubwa ni mama yake na mume. Ni kwamba anazungumza kwamba anataka amwalishe, amemtafutia nyumba sehemu
anataka amhamishe kule, amtilie mfanya kazi, ampe huduma zote kama kawaida. Kwani yeye mwenyewe anasemaje? Asadullah anasemaje? Nilivyoongea na Naila, aliniambia alimwambia mume wake hataki hata kusikia hilo swali. Na mimi nikaona kwamba si tatizo ni kubwa. Sio tatizo. Hata mimi kama ningekuwa na mama yangu ningependelea niishi naye, kwa sababu sisi Mtume anasema pepo yetu iko chini ya miguu ya mama zetu. Kwa hiyo swala mimi sifikiri kama linaweza likamsumbua. Inabidi ukae chini uongee naye. Kwa nini nampeleke bali? Isitoshi mama yake ni kipofu. Hili si tatizo kabisa. Wewe unalionaje? Mimi nafikiri ndio tatizo, sababu ndio ambao aliwahi kunishtakia, hajaniambia mengine, hajaniambia kwamba na mume wake wana tatizo lolote, isipokuwa tu ananiambia hana furaha kuishi na mama yake mko nyumbani. Kiukweli mimi sielewi hiyo tabia kaitoa wapi. Kwa malezi uliyomlea lazima ajue kwamba yule ni kama mzazi wake, ni kama vile wewe vile. Vipi afanye hivyo? Mimi sielewi. Sikiliza nikwambie kitu moja, mweke chini uongee naye. Mwambie mheshimu mama yake, mama wa mume wake kama anavyomheshimu mama yake. Na maana mimi nifanye kazi afu binti yangu sina raha. Ndio hata mimi simuelewi mtoto wako, sijui ni kwa sababu namtekeza sana, yani anataka anachokipenda yeye ndio hicho. Hapana, inabidi kuongea naye vizuri kwa sababu hiki tu sijioni kabisa. Kwani anajikosesha raha, alikuwa kila kitu anacho, hakosi kitu. Sielewi, tamwitisha inshallah tuongee zaidi, lakini na mimi mwenyewe simuelewi kwa kweli, lakini naona kama hana furaha katika ndoa yake sababu gani. Basi, nenda mwambie. Hilo nitaongea naye kabisa kwa uzuri. Inshallah. Najua atanifahamu. Yeye anasia raha mwanangu. Mwenye kichwa changu, mwenye baba yangu, mwenye mabaridi yangu. Kwa kweli wewe walionifanyia baba wangu, wewe mwanangu wa Mungu akupe heri na kukushia shari. Mwenyezi Mungu akuepushe kijicho mwanangu. Amina. Kwa wetu wazazi wote wangezaa watoto kama wewe. Wallahi ingekuwa ni raha na bustani. Sijali mama. Sijali nimeshakwambia mama lazima nihakikishe mwanangu anakaa vizuri, anaishi vizuri. Na mpaka baki nimekuwa tena mfano wako, mtoto mzuri anapenda. Wakati mwingine nakuwa kwenye masafari huko. Hii nilikuwa nimepiga nyumbani na vizuri tunakaa familia. Wewe mbona unalia sana na naishi kwamba naumwa tumbo. Anaumwa mjukuu wangu msikia. Unajamba dawa? Nilikuwa nasubiria kidogo nipeleke hospitali. Wakati mwingine sio nasubiri kumwona tu mtu dalili tu mafanyio yapeleka hospitali. Kwa mwanangu na simu kwangu ningekuona kama sura nikamwona jinsi alivyo nifurahi. Kizuri. Mama mnafanana. Kizuri sana. Ukishika kwenye mkono wake kinene mashallah. Mashavu kama yako. Nasikia. Na macho kama yako mama. Ala kikuse mama, ala kikuse. Hiyo ndio simu ya Mungu alitupa. Amina. Lakini mwanangu kumbuka zamani kule. Kwa kuingia kama kasuja kazuri. Mbona kitambo tu ngani nakumbuka kitambo, lakini nakumbuka. Mama kutenda kwa mtoto sio makosa. Ndio ndio hadithi nilikuwa kulula kule. Kwa haina. Kweli mwana. Kidogo sauti yako bwana ibadiliki, nzuri tutasema na kula mayai na baba. Sasa kwa nini hata sikumbuka tu tunataka ni maisha ya kimaskini. Tatizo wewe naomba nilikuwa nikiimba kuanza kujalia kama Wahindi. Kwa kulia. Mama ameapiwa kwa kulia. Au ni kwa sababu ya machungu. Hivi silikuwa kwenye raha nitalisema tena. Kwa niambie tu mimi nipate kuendelea kaza yetu. Mama Sadullah huyo. Sio mimi. Jamani. Mimi kabisa. Vile inasemaje wewe nyimbo? Nyimbo. Kama nakumbuka kwa vumilia nzuri sana ile. Yaani nikisikia nasikia nimefarijika sana mwanangu. Sasa kumbuka kwa kwanza maana kwa kumbuka. Wewe kwa hapa. Mzirika. Ai.
Bila kuamini mwanangu. Kale anasema hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, kumbuka kulalana, kila jambo lina muda. Mashallah Nikiwa mitihani ni kipimo cha imani. Hapo unaweza kuona mama analia. Wasiwasi mpe Mola nafasi, hata na manabii vipenzi vya manani. Umeona sasa mama? Umeona sasa ndio nilikuwa sitaki. Haya nilikuwa sitaki. Achelewangi mama Mama kulia. sasa tuko kwenye furaha sasa. Tuko kwenye furaha mama. Basi ndio nilikwambia mama, utojikaza mama na kujua. Umeona sasa mama? Inakuwa vizuri. Haya basi bana, basi samahani kwa kuuliza tena. Evadine. Lazima niambie boss kila kitu. Ewa, utamwambia kabisa iwao ndio. Hamna shida, mimi nakupigia simu mama baada ya dakika 5. Boss. Nakupigia simu baada ya dakika 5. Haina tatizo. Kuna kitu nilikuwa nataka tuongee kidogo. Kitu gani? Hakuna boss, hakuna. Sikiza kwa mimi mimi nishakwambia muda wa upuzi sina. Umesikia vizuri? Vipi? Kuna nini? Una tatizo gani? Haujampatia mshahara wake mtu? Tayari. Sasa kuna tatizo gani? Hakuna boss, hakuna kweli, hakuna. Sikiliza nikwambie kitu. Next time usiniletee ujinga kama ule. Mimi sina muda wa kupoteza. Kama una chochote kile cha kuniambia, mwambie mama yako hapo mmalize. Okay? Umesikia vizuri? Kazi njema mume wangu. Asante. Wewe Matias. Nimeona yote yenye ulikuwa unataka kufanya wewe. Niambie ni kitu gani mko nataka kuongea na mume wangu? Hapana kweli mama, kweli nisamee kweli. Nilikuwa nataka nimwambie kuhusu ile mkaa pale, ni utoe pale afu ni uhamisha. Wewe Matias, toka lini wewe na mume wangu mmeongea masuala maka? Kweli hata mimi kweli sijui kabisa, nisamee. Mimi zamani niliwahi kufa nikafufuka. Tena niliwahi kusara kweli. Mimi nakuaga kakilofa. Umva ndakubwire Matias. Numusazagira icatinya. Ndabona yarashwe mu jisho. Sona kama uliwahi kufa ukafufuka. Utambua kama ituru kifa hautofufuka. Hapana mama, kweli nisamee. Mimi sijasema kitu. Kama unataka kufungua hilo bakuli lako, mwambie mume wangu maneno yenye hayakuhusu wale wako. Unataka kurudia vilimani, si ndio? Kweli naomba mnisamee kweli, sitaki kweli kurudia kule. Tunaona umetoka vilimani na gari. Hii tu utarudia na miguu. Yo, mama kweli naomba unisamee. Kwetu ni mbali, naweza nikafika kule nimesha kufa. Naomba unisamee. Changu hizo sio hapa. Naomba kweli unisamee. Toka mbele yangu, toka yangu makaki wewe mbesile wewe. Yangu kama usichafiri vipi makaki wewe. Toka pale kosi ni artist. Kosi. Jamani. Bana ni babula kweli. Sasa mimi nataka kufia nini jamani? Usimtuaje? Nitakuja kufa bure juu ya huruma wao. Mama mkali kabisa. Bibi mwenyewe muda wako shaisha wa kuishi, lakini mimi nataka kufa hapa bure. Hata jiji huko.